Wewe Kristo ni heshima yetu. Kuitwa daktari, kuitwa profesa, kuitwa mchungaji, kuitwa mwinjilisti, kuitwa mwalimu na majina mengine yote ni wewe unayaruhusu. Asante kwa ajili ya familia ya mtumishi wa Mungu huyu ambao leo umetukutanisha tena pamoja. Asante kwa ajili ya kanisa la mahali hapa. Bwana, katika ukumbi huu wa Suleiman, Bwana tunakushukuru. Umeanza nasi toka mwanzo, na saa hii tunaingia wakati wa neno kwa ufupi. Mkono wako usipungue katika jina la Yesu. Amen. Piga kelele, sema amen. Kule kanisani kwangu mimi sitakagi kuwa kama vile unashangaa. Napenda ukiwa kanisani uwe mwenyeji. Amen. Kwa sababu kanisani ni sehemu ya furaha. Kama ulikuwa na huzuni, umepigwa na mumeo wakati wa usiku kwa sababu tu chumvi ilikuwa imezidi kwenye mboga, ukija asubuhi kanisani unasema Bwana mrehemu mume wangu, mrehemu mume wangu. Haleluya. Amen. Sababu ya kukaa mahali hapa ni kumshukuru Mungu. Na kwa sababu nina dakika chache za kwenda na wewe kwenye somo, kumshukuru Mungu. Kwa nini tunamshukuru Mungu? Ziko sababu 4 za kumshukuru Mungu. Kwa nini tunamshukuru Mungu? Ziko sababu 4 ambazo zinafanya tumshukuru Mungu. Sababu ya kwanza, Mungu anataka ashukuriwe. Sababu ya kwanza, Mungu anataka ashukuriwe. Ndio maana tunamshukuru Mungu. Katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Wathesalonike, ile sura ya 5 mstari wa 17 mpaka ule wa 18. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 17 18. Sababu ya kumshukuru Mungu ni kwa sababu Mungu mwenyewe anataka kushukuriwa. Sababu ya pili ya kumshukuru Mungu ni kwamba kila kitu kinatoka kwake. Hata uwezo wa kusoma unatoka kwake. Kuna wengine walipokuwa wanasoma hawajamaliza, wameshindwa kuhitimu shule zao kwa sababu ya mazingira. Wengine wamepofuka macho wakati wanaendelea kusoma, wameshindwa kumaliza elimu zao, wameshindwa kuhitimisha kwa sababu ya yale yaliyotokea. Wengine wamepata ajali walipokuwa wanakuja chuoni, wamekatwa miguu yao. Wengine wako mahospitali hivi sasa, wakati shule wengine wanakamilisha, wanahitimu, wao wameshindwa, wamelazwa mahospitalini. Kwa nini unamshukuru Mungu? Kwa sababu kubwa ya kwamba haya yote yanatoka kwake. Na jambo la tatu, sababu ya kumshukuru Mungu ni kwa sababu yeye Mungu hutupatia kwenda hatua nyingine. Kwa hiyo unapomshukuru Mungu unaenda hatua nyingine. Asante kwa ibada hii ya kumshukuru Mungu. Maana yake mnasogea hatua nyingine. Ndio maana Baba amesema ya kuwa hapa pataendelea kuongezeka na kuongezeka. Na wengine leo wameongezeka. Kumshukuru Mungu ni kwenda hatua nyingine. Na jambo la 4 na la mwisho, kumshukuru Mungu ni kuingia kwenye mapokeo au mtazamo mpya. Unapomshukuru Mungu unaingia kwenye mtazamo ama mapokeo mapya. Kwa unaposhukuru, usishukuru tu kama wengine wanavyoshukuru. Unaposhukuru unahamishwa kwenda hatua nyingine. Lakini unaposhukuru unapewa kitu kipya. Tunasema kushukuru ni kuomba lingine. Hebu mwambie jirani yako, kushukuru ni kuomba lingine. Kwa unaposhukuru unaomba lingine. Mimi nasema siku zote kwamba watu wote waliofanikiwa duniani ni wale ambao kuona kwao hawatumii macho. Mtu aliyefanikiwa duniani ni yule ambaye hawezi kumuona mtu ama kuona kitu kwa kutumia macho.
lakini ataangalia kitu kwa kutumia macho. Maana kuona ni swala la ufahamu ama fikra. Huwezi ukaona kama fikra zako hazioni. Tunasema what your mind knows is what your eyes see. Ndicho ambacho macho yako yanakiona. Kuona hakuji bila ufahamu, hakuji bila fikra, hakuji kabisa. Maana watu wengi wanafikiri wameona, kumbe wameangalia. Ndio maana katika kitabu cha Isaya ile sura ya 43 utasoma ile mistari ya kwanza mpaka ile ya 8, unaona kuwa anasema wanayo macho ya kuona lakini hawaoni. Wanayo masikio ya kusikia lakini hawasikii. Kwa sababu kuona sio kuangalia. Unaweza ukaangalia lakini huoni. Ndio maana waliofanikiwa kwenye maisha yao ni wale walitumia macho kuangalia, wakatumia ufahamu wao na fikra kuona. Kama uliona vizuri kwenye fikra zako, lazima mambo yako yatakuwa sawa sawa. Lakini kama uliishi kwa kuangalia, utaishia kuangalia. Ndio maana wana macho ya kuona lakini hawaoni. Maana yake macho yao yanaangalia, hayaoni. Macho yao yanaweza akasikia lakini hayasikii. Yanaweza akasikia kelele lakini hayaishi kwenye hayo maisha. Wanaweza wakahubiriwa kila siku, wanaweza wakaombewa kila siku, lakini masikio yao hayafunguki. Wanaweza wakaambiwa kila wakati ya kwamba baba yenu unajua anaenda hivi, unajua mtumishi wa Mungu yule yuko hivi, lakini yale mambo pamoja na kuwa wanasikia, masikio yao hayasikii. Maana yake masikio yao hayakarishi kitu, hayachukui kitu chochote. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa macho tulioumbiwa sio kwa ajili ya kuona. Macho tulioumbiwa ni kwa ajili ya kuangalia. Kwa Kiingereza kuna neno see na kuna neno look. Look maana yake kuangalia. See maana yake kuona. Kwa hiyo tumetengenezewa macho na Mungu ametuumbia macho. Haya macho sio kwa ajili ya kuona. Na ndio maana Mungu anaweka mfano wa mtu ambaye ni kipofu na mtu ambaye ni kiziwi. Kwenye neno la Mungu kuna wengi tunao lakini ni vipofu. Kuna wengi tunao lakini ni viziwi. Mchungaji mmoja alikuwa anaitwa Loja kule Marekani. Yule mchungaji wa kanisa la Methodist, siku ya siku akaamka asubuhi, akabeba vitabu vyake vya nyimbo za kanisani, akabeba kanzu lake, akabeba kola yake, akamtafuta askofu wake aliko. Akasema, askofu, nimeona nimetumika sana miaka zaidi ya 20, lakini sijaona mafanikio kwa Mungu huyu ninayemwabudu. Huyu Mungu ninayemwamini, huyu Mungu ninayemwabudu, sijaona chochote. Ninataka kuacha kazi ya uchungaji leo, kwa sababu nimetumika miaka zaidi ya 20, sijaona mafanikio. Yule mchungaji akakaa, askofu akasikitika, akasema, mchungaji, nakuaje? Mbona watu wamepona? Mbona viziwi wamesikia? Mbona vipofu wameona? Mbona ulipokuwa unahudumia watu wamepona? Macho yalikuwa hayaoni, wanaona. Watu walikuwa hawana wachumba, wamepata wachumba. Watu walikuwa hawajaolewa, wameolewa. Watu walikuwa hawajazaa, wamezaa. Kwa nini unasema Mungu wako hajafanya kitu? Inakuwaje unataka kuacha kazi ya uchungaji? Akasema, hapana, nataka kuacha kazi ya uchungaji. Sijaona mafanikio, sijaona baraka zozote, sijaona kufunguliwa. Ninaona pamoja na yote hayo yanafanyika, lakini bado naishi kwa taabu. Yule askofu akasema, mbona unakula vizuri? Kwa nini unataka kuacha uchungaji? Mbona na wewe una watoto? Kwa nini unataka kuacha uchungaji? Mbona watu wanakuheshimu? Kwa nini unataka kuacha uchungaji? Akasema, yote hayo si kitu, lakini leo nataka kuacha kazi ya uchungaji, maana sijaona Mungu akitenda. Askofu akasema, okay, sawa. Akachukua karatasi,
akachukua karatasi jeupe namna hii, alafu akapiga mstari katikati. Ngoja na mimi nipige, nichole mstari katikati. Akachola mstari katikati namna hii, alafu upande wa kulia ama kushoto kwako akaandika mambo mema, alafu upande wa kushoto kwangu ama kulia kwako akaandika mambo mabaya. Askofu anasema, kwa kweli mchungaji unataka kuacha kazi ya uchungaji? Wito ambao Mungu amekuitia unataka kuacha? Akasema ndio, sijaona mafanikio. Kanisa lilikusomesha, lilikupeleka na shule, hata kama nilienda shule sijaona mafanikio. Askofu akachola namna hii, akasema mambo mema, mambo mabaya. Akasema okay. Askofu anaanza kuongea, akasema mchungaji, pamoja na kuwa umekuja leo, lakini umekuja kwa kuchelewa. Maana mimi nilishaambiwa toka zamani kwamba wewe una matatizo sana mengi, Mungu wako hajafanya chochote. Si ndio nikaambiwa yule mtoto wako wa pili amekuwa kichaa hivi sasa? Akasema mimi watoto wangu wote wazima tu. Akasema hapana, niliambiwa mtoto wako ni kichaa, hajiwezi. Akasema hapana mchungaji, mimi na watoto 4 tu na wote wako vizuri kabisa. Kwa maana yake Mungu alikupa watoto wema, si ndio? Akasema ni kweli, hakika kabisa Mungu alinipa watoto wazuri. Akaandika jambo la kwanza jema, Mungu amenipa watoto wazuri. Akasema okay. La pili, malalamiko yameletwa na wazee wa kanisa lako. Wanasema yule mke wako ni malaya sana, kafumaniwa zaidi ya mara 2 na waumini wako. Hasa watu wakasema tukuondoe pale mahali, usiendelee kufanya huduma. Akasema hapana, watu wanamsingizia. Hawa wazee wa kanisa waliokuja kwako askofu wanamsingizia mke wangu ni mzuri. Kwa hiyo unakubaliana kwamba mke mwema atoka kwa Bwana? Ndiyo, ni kweli kabisa. Akaandika jambo la pili, ninaye mke mwema. Akasema jambo la tatu, nimesikia pale unapofanya kazi pale juzi umesababisha shoti ya karibia milioni 200. Wametuambia watu, wanasema hata lile gari ulilonunua umetumia hela za ofisini. Akasema watumishi, askofu, hawa watu ni waongo, wanataka kunifedhesha tu, sijawahi kupatwa na tatizo lolote ofisini. Akaandika jambo la tatu, Mungu ameilinda kazi yangu. Askofu anaandika, akasema hebu nitajie mambo mabaya ambayo hivi karibuni umeyapitia. Akasema kwa kweli hapana, sikumbuki lolote, kwa kweli hakuna baya lolote. Akasema askofu akasema, kwa hiyo Mungu amekutendea mema? Ndiyo. Sasa ni yepi uliyosema Mungu ameshindwa kukutendea mabaya? You know, we always remember what we should forget, and we forget what we should remember. Siku zote watu tuna kawaida ya kukumbuka tuliyopaswa kuyasahau, alafu tunayasahau tuliyopaswa kuyakumbuka. Yaani mtu anakumbuka alitukanwa, anakumbuka alisemewa mabaya, anakumbuka alisingiziwa, lakini hakumbuki wema wa Mungu. Hebu masaa haya angalia mema ya Mungu, usiangalie mabaya. Hayo mabaya watu wataendelea kusema, hata ukiokoka watasema. Ukivaa suti wanasema, usipovaa suti wanasema, ukivaa kitenge watasema, usipovaa watasema. Watu hawanaga mambo mzuri. Wewe mwangalie Mungu mwenye mema yote, usiangalie mabaya. Kwenye maisha tunaposafiri tuangalie mema, tuangalie mema. Haleluya, haleluya. Unaweza ukapanda gari imetoka Tunduma inaenda Dar es Salaam, unapandia hapo sijui, ama unapandia Mbalizi mimi sijui, popote utakapopanda. Lakini ile gari inaweza ikawa inaenda Dar es Salaam ikakushusha Iringa. Lakini watu waliokuona ukipanda gari ya Dar es Salaam watasema huyu jamaa ameenda wapi?
Na Watanzania wengi sio watafiti, wanasema tu alikuwa anaenda Dar es Salaam, nimemwona kwa macho yangu. Kumbe ameshukia Chimala hapo, au kumbe kashukia Iringa. Usiangalie watu wanaokufa njiani, angalia wewe, endelea mbele, usikate tamaa. Haleluya, haleluya. Hata ukipanda mahindi mengine asipoota, si unarudia tena? Hasa wewe unaangalia watu wanaojifia njiani, watu wanaotukana wokovu, na wewe unafia njiani. Usiangalie hao, angalia unakoelekea. Ukiangalia unakoelekea utafika salama. Sikiliza, nimekwambia kushukuru ni kuomba lingine. Kushukuru ni kwenda hatua nyingine. Kushukuru ni njia Bwana anataka ashukuriwe. So sio kitu cha kawaida, sio kitu rahisi kumshukuru Mungu na kuandaa mipango yako ya kumshukuru Mungu. Sio kitu cha kawaida. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mambo hasi yanayofurahisha, yanakuumiza lakini yanafurahisha. Kama vile ukiwa leba, unaumia lakini kitoto kinatoka. Unalia lakini kitoto kinatoka. Kuna mambo mabaya yatakupata lakini yanakupeleka hatua nzuri. Kuna mambo mabaya utayapitia yanakupeleka mbele. Wengine wanapokukatia tamaa ndio wakati ambao Bwana anakuinua. Mwaka 2005 mimi ndio nilikuwa namaliza degree yangu ya kwanza. Sasa wakati nimemaliza chuo, narudi nyumbani nikakosa nauli. Na pale nilipofikia kwa baba yangu sijui na mama yangu mdogo, sikuweza kupewa nauli. Wakaniangalia tu. Nikakaa mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, napikaga chakula tu. Mimi ndio nikawa mpishi wa jikoni. Na wakati fulani, wakati naendelea kukaa pale, rafiki yangu mmoja ambaye tulikuwa pamoja pale mahali, mtoto wao na wale wazazi wangu, tukawa kwenye kile chumba, tumeibiwa simu. Nikaambiwa mimi ndio nimeiba simu. Nikatwishwa lawama zote. Baadaye nikasema mimi sijaiba. Hata nyumbani kwangu, nyumbani kwetu, sijawahi kulelewa maisha hata ya kudokoa mboga, sijawahi. Kwa sababu baba mwenyewe mchungaji, mama mchungaji, na wamenilea kwenye maadili hayo mema. Ila sijawahi jamani. Sema umeiba, wewe ndio mwizi. Umeiba ili uuze upate nauli ya kurudi kwenu Tukuyu. Wanasoma Dar es Salaam by then. Nikasema mimi sijaiba. Wakasema umeiba. Nikaanza kuchukiwa. Lakini sina nauli na siwezi kukanyaga kurudi nyumbani. Nikaenda sehemu pale wanaita Mabibo, mahakama ya nini? Ya Ndizi. Nikaenda pale mahali kutegea fuso moja. Ile wafuso akasema basi utafute shilingi 5,000. 5,000 sina. Simu zenyewe ndio shida hata kuwapata wazazi, mpaka wakutafute wenyewe. Baadaye nikapata nafasi hiyo ya kupata 10,000. Rafiki yangu mmoja kule Dar es Salaam akanipa 10,000. Nikapata nauli 5,000. Nikampa yule wafuso. Kufika Iringa tukapata ajali ya ile gari fuso. Likaharibika. Ajali kwa mbaya, Mungu akatunusuru, na gari likaharibika kabisa. Nauli 5,000 nilishatoa. Na jana wakati naondoka sikula. 5,000 iliyobaki mfukoni nataka kula. Sasa nile au nifike nyumbani Tukuyu? Nikatafakari, nikaona afadhali nifike nyumbani Tukuyu. Kufika stendi ya pale Iringa mjini, gari linapita sasa na kwenda Tukuyu. Wakasema kipindi kile 8,000, nauli 8,000 kipindi kile. Nikaenda kwa kondakta nikampigia magoti. Nikasema kondakta, naomba msaada wako. Nimetoka chuo, sina ujanja. Naomba 5,000. Akasema akanitukana matusi mazito. Nikaondoka.
Nikasubiri gari lingine linapita. Nilipopita gari ya 3, nikaingia kwenye ile gari kwa imani. Alafu nikamfuata kondakta. Nikasema naomba unisaidie. Naenda Tukuyu. Sina nauli, nina shilingi 5,000. Kumbuka hapo saa tayari masaa 24 yanakaribia. Sijafunga na nina njaa. Yule kondakta akasema haiwezekani, toka. Hasa anaponifukuza kukawa na kabinti kametoka Uingereza. Kadogodogo tu kamekuja kufanya utafiti kule Igoma hiyo. Ndio kanaenda kufanya utafiti kwenye ile nini inaitwaje ile mbuga ile. Inaitwaje mbuga ya wanyama kule. Wapi? Kitulo, yes. Na anaenda huko. Kale kabinti kakasema, "Wewe kondakta, huyu anasemeje?" Akasema, "Sina nauli dada, sina nauli." Sasa njoo kae hapa kaka. Njoo kae hapa, nitakulipia. Nikasema sijala. Akasema hiyo 5,000 yako agiza tu chips utaendelea kula. Haleluya. Nilipoagiza tu chips na kula kwenye gari, yule dada akanilipia nauli shilingi 8,000. Nikafika Tukuyu. Na yule dada tukamkaribisha mpaka nyumbani. Sasa hakuwa na mwenyeji hata mmoja. Anasoma Uingereza, kazaliwa Uingereza hivyo. Kwa anakujaga tu kwa sababu ni nyumbani, anakuja kujifunza Kiswahili na kurudi. Akasema kaa hapa mtumishi, utafika nyumbani. Akalipa nauli. Tulipofika nyumbani, kesho kutwa yake akaanza kuniombea nafasi Uingereza. Nafasi nini? Uingereza. Kumbuka ulikuwa huna hata nauli, lakini unaombewa nafasi Uingereza. Akanipa nafasi, nikaenda Uingereza, nimekaa miaka 2 pale nasoma. Nini? Ujui wakati wako wa baadaye. Na kwa kuwa ujui, usimdharau mtu. Usimdharau mtu, maana ujui wakati wake wa baadaye. Leo huyu hakuwa daktari, leo ni daktari. Na watu wote watasaluti, watasema dokta karibu. Akifa hata msalaba wake unaandikwa Dr. Raymond Julius Sanga. Chochote usijidharau. Haleluya. Ibada ya shukrani ikupeleke hatua nyingine. Usijidharau. Wewe ni wa thamani na wewe Bwana amekuinua. Simama.